Yesu asifiwe. Leo tena nimekuja na somo lingine. Na hili somo watu wengi wamelipinga na hawataki kulitii. Sikiliza, kuna watu wanasoma Biblia bila kuielewa. Alafu wanakurupuka na mafungu pasipo kuyatafakari yanamaanisha nini na yalikuwa na nini, yalikuwa na vigezo gani. Watu wanasoma tu wanayokurupukia. Wakolosai sura ya 2 fungu la 16 linasema hivi: basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mtu asiwahukumu kwa vyakula au kwa miandamo ya miezi au sikukuu au sabato. Sasa wengi wanashindwa kuyaelewa haya mafungu. Sikiliza, kipindi Paulo amehubiri kule Kolosai, watu wakaamini wa mataifa wakaja ndani ya kanisa. Walipokuja ndani ya kanisa, wale Wayahudi ambao walikuwa nasema wamezaliwa kwenye dini ndio walikuwa wa kwanza kuwapinga wasiamini. Sasa Paulo anasema kwamba ikiwa nyinyi wa mataifa wameamini, basi Wayahudi wasiwahukumu kwa sabato, kwa sababu nyinyi hamkuzaliwa wa sabato. Lakini kingine anasema kwa sababu nyinyi mlizaliwa mnakula kila chakula, leo mmemwamini Mungu, msile kila chakula, basi mtu asiwahukumu anapoona mnakula vitu ambavyo sio najisi. Sasa watu wengi wanasoma haya maandiko pasipo kuyaelewa, wanakurupuka, wanaenda kuwabana watu. Ili fungu ukilisoma na kulitafakari halipingi sabato. Halipingi sabato hata siku moja. Sikiliza ambacho Paulo alikuwa anamaanisha katika Warumi sura ya 15 fungu la 1, ambacho Paulo alikuwa anamaanisha, anasema basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Sikiliza, anachomaanisha kwamba dini sio matendo. Sisi ambao tumekomaa kwenye imani tuchukue udhaifu wa wale ambao hawajakomaa kwenye imani. Anamaanisha wale ambao walikuwa wamebatizwa, wamemwamini Mungu, wasiwadharau wale ambao walikuwa hawajabatizwa, walikuwa wamebatizwa afu ni wa mataifa, wamemwamini Mungu. Bwana na atubariki. Ambao wamenielewa watanielewa, ambao hawajanielewa wakati mwingine Bwana atanisaidia, tutaendelea na somo hili. Bwana akubariki.